يا نفس إن لم تظفري لا تنسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina naitwa Ustazi Absaidi kutoka Absaidi Herbalistic Clinic, tiba zetu za Afrika. Karibu ndugu yangu, hapa tunatoa elimu ya tibabu au ya matibabu kwa njia ya mtandao. Leo nimeamua kuwaelezeeni ama kuwafahamisha matatizo ambayo yanahusiana na jini Subihani. Jini Subihani ana historia kubwa sana. Jini Subihani anafahamika na watu wengi sana. Jini Subihani sio mgeni kwa wanadamu, lakini jini Subihani huyu wako wa aina mbili. Kuna jini Subihani ambayo araumbwa na Mwenyezi Mungu na mwenye kufuata mamlaka ya Mwenyezi Mungu au kanuni za Mwenyezi Mungu. Huyu ni jini Subihani ambao waheri na mara nyingi huwa ipo katika misimamo ya kidini. Lakini pia kuna jini Subihani ambayo huyo araumbwa Mwenyezi Mungu, lakini yeye hayupo katika mienendo ambayo anayotaka Mwenyezi Mungu. Yeye yupo katika mienendo ambayo anayotaka au ambayo anayotaka yeye mwenyewe ya kishetani. Huyu jini Subihani huyu sio mzuri kwa wanadamu. Jini Subihani huyu kwa wanadamu huwa anawapa shida gani au anawapa matatizo gani? Jini Subihani huyu yuko mke na mume, kwa maana kuna mwanamke na kuna mwanaume huyu jini, lakini wote ni jini Subihani. Jini Subihani huyu makazi yake sana huwa anapenda katika vyoo au anapenda kukaa chini ya paa za nyumba, katika ile mikingo ya paa za nyumba, na ndipo wanadamu wengi wanaopatia shida humo. Huwa mtu mwenyewe anaamua kujipumzisha kwenye nyumba yake katika ukingo wa paa au katika mbele ya baraza yake katika ukingo wa paa. Jini Subihani huyu ndiyo sehemu zake. Au watu wengi huwa wanapokwenda chooni aswa asubuhi ama jioni, majini Subihani hawa ndipo walipokaa huko. Utakuta wanadamu wengi katika dunia hii wanapata shida na maradhi ya stroke. Maradhi haya ya stroke au maradhi ya kuparalyze ndio yanasababishwa na huyo jini Subihani. Jini Subihani akikukumba wewe, jini Subihani wa kiume, basi utakuwa wewe una paralyze upande mmoja wa mkono wa kushoto. Ujue wewe ulo paralyze upande wa mkono wa kushoto, ujue wewe umehesibiwa na jini Subihani wa kiume. Na pia kama utajikuta wewe una paralyze upande mmoja wa mkono wa kulia, ujue fika wewe umesababishiwa na jini Subihani wa kike. Wewe ndiyo huyo aliyokukumba. Kwa hiyo kama umekumbwa na jini Subihani wa kike utaparalyze mkono wa kulia, na kama utakumbwa na jini Subihani wa kiume utaparalyze mkono wa kushoto. Na hawa majini wakikukumba wote kwa pamoja, mke na mume, basi mwanadamu huo unaparalyze mwili mzima. Huna sehemu yoyote ambayo wewe unaweza kufanya kazi. Na jini Subihani huyu ana dawa na tiba zake, lakini wataalamu wengi hushindwa kuwasaidia watu ambao wenye matatizo kama haya, kwa sababu huwa kwanza hawajui huyu jini wa aina gani. Jini huyu je, wa kiume alomwingia ama jini huyu ni jini ambao wa kike? Ukishakuwa kama utakuwa huwezi kufahamu humo, hata mtu huyu kumtibia wewe itakuwa ni shida, au kumsaidia itakuwa ni shida, kwa sababu utapeleka dawa ambazo hazihusiani na yule jini ambao alikuwa pale. Lakini jini Subihani wa kiume, ili uweze kumdhibiti katika mwili wa mwanadamu ambayo huyo alosibiwa au huyo aloingiliwa na jini huyo wa kiume, basi huwa ana tiba zake na mapito yake. Na pia kama umesibiwa na huyo jini wa kike, pia ana njia zake na ana tiba zake. Haziendani tiba za jini wa kiume ukamtibia mtu alosibiwa na jini wa kike. Haiendani tiba ya jini wa kike mtu ukamtibia na njia za jini za kiume. Na pia kama utakuwa umekumbwa na majini wote, pia wana tiba zao, utakuwa unazichanganya, lakini kuchanganya kwake kwa nyakati maalumu. Ikiwa mchana anakula dawa ya kike, basi jioni anakula dawa ya kiume. Au ikiwa wewe unafahamu pia menendo ya kaukaba au menendo ya kiburuji, kama unafahamu siku za kike zipi, siku za kiume zipi, masaa ya kike yapi, masaa ya kiume yapi, basi na wewe utatengeneza dawa yako hiyo au dawa zako hizo, ili ujue masaa ya kiume nitakuwa nampa dawa hii atumie kwa ajili ya jini Subihani wa kiume, kwa sababu kasibwa na wote. Masaa ya kike utampa ile dawa ambayo ya kunywa au ya kutumia ya kutumia dawa ambayo inaendana na majini ya kike. Lakini jini Subihani huyu au majini hawa Subihani, kwa nini watu wanapooza? Kwa nini watu wanakuwa miili yao haifanye kazi? Hawa majini huwa wakiingia kwa mwanadamu, vyakula vyao ni vitu viwili kwa mwanadamu.
Chakula chake cha kwanza kabisa, jini huyu huwa anaingia katika mishipa ya mwanadamu. Hiyo mishipa atakapokuwa ameingia mule, anakula ule ute au ule uoto ambao uliokuwa ndani ya mishipa. Hakesha kula vile, ile ndio chakula vyake. Kwa hiyo vile hakila, ile mishipa inakuwa haina uwezo wa kufanya jambo lolote, inakuwa haina uwezo wa kuhimili jambo lolote. Unakuta ule mwili unapooza. Kwa hiyo wewe unapomtibia jini huyu, ujijue fika dawa hii ambayo nitakaweza kumpa huyu mwanadamu, ili iwende ikafanye kazi kwa watu ambao stoko au watu ambao paralyze, ni lazima dawa hii iende ikaingie ndani ya mirija mule anapoingia yule jini kwenda kula kile chakula, na pia umpe dawa ambayo itakayoweza kuimarisha mishipa ili isiweze kushambuliwa au inapoliwa na yule jini kwa wakati huo, kabla dawa haijamkolea, isiwe inaishiwa moja kwa moja ile mishipa. Hapo utakuwa umemweza. Lakini pia katika jini huyu kuna dawa ambazo tunasema za kuchua. Dawa za kuchua, kwa sababu jini au majini wanakwenda kushika mishipa, basi ni lazima mwanadamu huyo ambaye kwa mgonjwa ni lazima anyolewe kipara, hawe mwanamke awe mwanaume, na dawa zake ambazo za kuchanganya. Mimi leo nitaelekeza dawa ndogo tu ya kuchanganya kwa ajili ya kuchua, lakini hizi dawa za kula mfumo wake ni mkubwa sana, kwa hiyo sitoweza kuelekeza mfumo wote ambao wa dawa za kula. Ila kama utakuwa na shida, basi mimi niko tayari kukuelekeza wewe, ikiwa mganga mwenzangu, au wewe ukiwa unasibiwa na ile jambo na ndugu yako, lakini kufika kwangu uwezi, huko mbali, au kujisaidia mwenyewe uwezi, nataka nikusaidie, nitakupa mawazo ambayo ya kuweza kufanya ile jambo liweze kukusaidia. Lakini yule ambayo unaosema tunamnyoa kipara kwa ajili ya kuchua, dawa hii nitaelekeza. Dawa hii unachukua mafuta ya black. Mafuta ya black, hayo mafuta ambayo wale wanaotia katika vile vya moto kama pikipiki, kama gari, kama nini, mafuta hayo ambayo tunasema black. Lakini mafuta hayo ya black uwe na tahadhari nayo, kwa sababu ni mafuta makali sana na ni mafuta ambayo yanaumiza. Kwa hiyo kama mafuta haya yanaumiza, unatakiwa uwe nayo makini sana ulipokuwa unachanganya dawa hii na hayo mafuta. Mafuta yako unatumia kidogo sana, lakini ukisha kuchanganya hizo dawa, ni lazima mikono yako unawe kwa sabuni, tena uanawe kwa uangalifu, ili baadaye usije ukajikuna macho au ukajishika sehemu yote ukajiathiri na mafuta hayo. Lakini mafuta hayo ukisha kuchanganya hayo mafuta black na mafuta ambayo ya kula au mafuta ya nazi, ukichanganya pamoja, chukua na kitunguu swaumu kitwange, chukua na karafuu maiti iweke humo, chukua na mvuje uweke humo ambao waunga utwange, chukua na udikaraha, chukua na mvinje bahari, chukua na mvinje bahari. Ukisha kuchukua vitu hivyo vyote pamoja kuvisaga, changanya na mafuta, changanya nini. Wakati unapomchua yule ambaye mtu anasibiwa, usianze miguu wala usianze mikono wala usianze kifua wala usianze mgongo wala usianze tumbo wala usianze sehemu nyingine, ni lazima uanze kichwa. Kile kichwa ulipokuwa unamchua, unaangalia ile mishipa inapokwenda, kwa maana unachua kwa kwenda hivi kuifuata mishipa mpaka unarudi chini hivyo hivyo. Unakwenda ukiona shamaliza kichwa, shamaliza, unakuja na mikono kwenda chini, unakuja na kifua kwenda chini, unaendelea mpaka mwisho. Ule ndio uchuaji wake. Lakini unapomtumia mtu huyu, hakikisha wewe ambao unamtumia mgonjwa usiwe umepaka mafuta mazuri katika mwili wako au katika nguo zako. Usiwe umetoka kuoga maji na sabuni ya kunukia. Uwe mtu ambao wa kawaida, na ikiwezekana wewe unamsaidia mgonjwa huyu, ni lazima uwe wewe kama wewe, na kama itakuwa mpo wengi, basi mwekeane zamu, wiki hii huyu, wiki hii huyu, ili ile wiki ambayo unamtumia mgonjwa huyu inatakiwa uwe na nguo yako hii moja ambayo ipo katika sehemu maalum. Unipoona wewe unataka kwenda kumsaidia mgonjwa, nguo ile ndio unaivaa, unaingia kule kwenda kumshughulikia mgonjwa. Lakini ikiwa mara mgonjwa kaingia mtu huyu, mara katoka ndio kumwangalia mtu huyu, nyinyi mnaoingia hamjifahamu mkoje. Yule jini anapenda sana mambo mazuri. Ukiona mambo mazuri, yule jini unampa nguvu zaidi. Lakini dawa zake jini huyu inatakiwa dawa chafu tu. Nimeelekeza dawa ya kuchua, lakini majini kama hawa dawa zao asilimia kubwa ni dawa za kula, na upishi wake una masharti mazito kabisa ili uweze kumfanikisha mtu huyu. Lakini kama utashindwa kufuata masharti, wewe kila siku utakuwa unamtibia mtu haponi. Wewe kila siku utakuwa unamtibia mtu anapata nafuu, anarudia, kutokana hamzingatii yale masharti. Kwa hiyo mimi na leo niko tayari, kama mtakuwa mtu yoyote yupo, au atakuwa mgonjwa yoyote yupo, au atakuwa mwanadamu yoyote yupo mwenye matatizo haya,
ninamkaribisha Absaid Herbalistic Clinic tiba zetu za Afrika, haje tumsaidie, na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu inshallah jambo hili litakwenda sawa. Kwa hiyo wale wenye kutaka kujua njia zake ambazo tunatumiaje, tunafanyaje, na wale wenye tatizo tunawakaribisha. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Namba zangu za simu ndio hizo ambazo zinapita chini. Karibuni sana. Nimekosa kazi kwa mara ya 10 mfululizo. Wanawake hawanitaki, au kisa sina mvuto? Nikisema ufupi, hapana. Mungu nisaidie, nisaidie mimi. Habari yako kijana? Salama. Pole sana kwa changamoto zako unazopitia. Wewe umejuaje? Usiniulize umejuaje, ila kikubwa changamoto zako zinaweza kuisha zote. Kivipi? Umeiona hii? Hii ndio suluhisho ya changamoto zako. Inaitwa Kismart Power. Nadhani umeelewa maana ya Kismart. Hebu soma maelezo yake. Kismart Power inakupa mvuto wa kitofauti. Safi. Na pia hii Kismart Power inakutolea vifungo vyote vilivyokuwa kwenye mwili wako. Yes. Nyingine pia Kismart Power inakufanya uwe na mvuto wa kupata kazi. Lakini pia huwezi kutumia hii Kismart Power bila ya kuwa na hii. Hii inaitwa Lavender Oil. Lavender Oil? Yes. Hii matumizi yake ya Kismart Power na hii ni pamoja. Yaani unamaanisha ya kwamba siwezi kutumia Kismart Power bila ya Lavender Oil. Yes. Ni kweli kabisa. Matumizi ya Kismart Power yanaambatana na Lavender Oil. Tumepata mkombozi. Karibu Absaid Herbalist Clinic, tiba zetu za Afrika. Si bosi. Halo, naam. Umepata kazi Kariri. Fanya Jumatatu uwahi kazini. Yaani unamaanisha kwamba Jumatatu asubuhi kazini? Basi bosi, mimi mapema sana Jumatatu asubuhi niko hapo. Haya, asante sana, asante sana, nashukuru. Kanangua. Zakia. Yes, hello baby, nimekubali ombi lako. Wewe, yaani unamaanisha ya kwamba umekubali kuwa my wife? Ndio kipenzi. Oh my God. Nakupigia. Maisha ni kitu simple sana. Ni kitu cha Kismart pamoja na Lavender Oil. Ni siku 6 tu, ya 7 haijafika. Wenyewe wanakwambia